Manake kila nyimbo inayoingia mzee ana dance. Amenibadilisha huyu bwana, mzee kukabadilishwa. Vitu vikawa vinawaje? Kwa hiyo mwaka huu mgeni wa sasa hivi. Mgeni wa sasa hivi ni balaa. Waingereza wanaita mgeni wa sasa hivi very important. Atakuwa very important. Kuna wengine hapa hawatoki bila kujimwagia, washawasha kidogo, wanajiita dawa ya mvuto. Watu washakaa sana wafanyiwe hata. Kwa hiyo wanajimwagia kweli kweli watu makombe. Na wengine pale wanataka pale acha, pale ukifika pale, ukiona unatetemeka kuna vingola utakopeyo vikianza kulia wa ujue tayari umedaswa. Pale ukiwa unaingia pale meli hasa nyewe yani ukiwa mnaingia pale, hata nyewe wasanii wangu nawaambieni, pale mkiwa mnaingia ni kama unaingia peponi, watu wamejipanga. Naingia pale unapokelewa na maupako na manini na manini. Sasa wewe beba kwenye begi vidude vyako hivyo, utajikuta umedondoka, mnajijua wenye vidude. Amen. Assalamu alaikum. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutufikisha hapa. Si jambo la mchezo, maana afya ni mkakati wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote kwa pamoja tulikuwepo hapa tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa neema zake kutufikisha hapa leo na kupata mkusanyiko huu adimu. Ndugu zangu, sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao, nyie ni mashahidi. Tumekuwa tunaitana hapa kugusa kila nyanja ya jamii. Lakini vile vile tumekuwa tukisema taifa la Tanzania ni taifa ambalo Mungu alilibariki kwa mikono yote miwili. Akalipa baraka moja yapo ambayo tunatakiwa kutembea nayo ni amani na utulivu ambao tumepewa. Na amani na utulivu ambao tumepewa tunatakiwa kuilinda kwa gharama yoyote. Na gharama nyingine ambayo tunatakiwa kuilinda amani hii sio kwa mtutu, ni kwa maombi. Maombi yana nguvu kuliko mtutu. Maombi yana nguvu kuliko matusi. Maombi yana nguvu katika roho zetu. Kwa namna moja ama nyingine, gharama tuliopewa sisi kama taasisi ni kuhakikisha tunasimama na Watanzania, ni kuhakikisha tunaongea na Watanzania, ni kuhakikisha tunasema na Watanzania kwa vitendo. Kwa hiyo kupitia miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tukaonelea ndani ya mwaka huu, mwezi huu, Mungu alileta kitu kimoja ambacho kila binadamu anatakiwa ajitafakari sana. Ndani ya mwezi mmoja kulikuwa kuna mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huo kuna Kwaresma. Ndani ya mwezi huo kuna miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu anataka kukuonyesha kwamba mtu mwema hukutana na vitu vyema mbele yake. Kwa hiyo sisi kama taasisi leo hatujai kuongelea hapa mambo ya siasa au makundi maalumu au nini. Tumekuja kuongelea furaha ambayo Mungu anazidi kutupa. Lakini ndani ya mwezi huo mbeleni kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa. Narudia hapo. Ndani ya mwezi huo kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa. Sisi kama taasisi tukasema kuelekea kilele cha Pasaka takuwa kuna mambo mawili. Cha kwanza tukaangalia
Tunao wamama wajawazito. Wale wamama wajawazito wanahitaji kupewa support. Unajua unapofika kuwa mjamzito kuna mambo mengi unawaza. Kwanza unawaza kiumbe chako. Lakini pili unawaza kama utajifungua salama na mtoto atatoka salama. Na bahati nzuri tuna madokta hapa wanaelewa hilo jambo. Tukasema sisi kama taasisi kuelekea mtoko wa Pasaka wa tarehe 20 lazima kuwe na vitendo. Tusiende tu. Tukasema tutatoa package ya hospitali zote za mkoa wa Dar es Salaam za wilaya. Zinaitwaje zile kwa Kiingereza doctors? District level. Unasemaje? District level hospital. District level hospital. Exactly. Zile zinaitwa district level hospital. Narudia hapo. Zinaitwa district level hospital. Tukasema zile zitamsaidia mzazi kwa sababu zile ni F90. Wengine wanauziwa F90, wengine wanauziwa F45, wengine lakini kuna mama, unajua kazi ya kujifungua ya mzazi ni kazi ya masikini, kazi ya tajiri, wote. Kuna mama hana hiyo lakini anatamani akajifungue kuelekea mtoko wa Pasaka. Tukasema lazima tuiguse jamii ya kina mama. Baki wa kina mama sasa hivi ndio wenye taifa lao. Na ndio maana fursa hii inapopatikana ya kina mama na sisi tuna join nao kuwapa nguvu. Miaka inayokuja niliwahi kusema miaka inayokuja wanaume lazima tufanye mkutano mkubwa mno. Wengi tunaangalia wake zetu vikoba vyao vinaingiza bei gani. Kwa hiyo Mario na watu ambao wataka kufanya kazi ni wengi mno, wanaangalia vikoba. Lakini ndani ya mwezi huu tuna mtoko wa Pasaka ambaye si mwingine. Tunahitaji kumpongeza kwa juhudi alizozifanya za kuunganisha kwanza wanamuziki mbalimbali, lakini pili huyu ni mkongwe na uwezo mkubwa wa kuimba. Ameimba nyimbo ambazo ndani ya nchi na nje ya nchi watu wanazipenda. Hachuji. Ukimuona leo kama umemuona jana, ukimuona jana kama umemuona leo. Na vile vile alipotuwekea ile mtoko wa Pasaka, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tumeamua kujoin naye. Huyo si mwingine ni Christina Shusho. Tutakuwa naye katika siku ya mtoko wa Pasaka kumpa support kama mwanachama wetu wa taasisi ya Mama Ongea na Mwanao. Na bahati nzuri mtoko wa Pasaka huu wale wanamuziki wote unaowajua wa nyimbo za Injili watakuwepo The Dome. Wote. Na sasa hivi hakuna kiingilio, balaa linaanzia hapa. Sasa hivi kuna lile neno la Kiingereza, are you invitees? Si ndio hivyo eh? Are you invited? Are you invited? Si ndio hivyo eh? Mimi nimesoma Russia, sasa kuna vitu kidogo narukaruka sana. Naongea, unajua Kiingereza kina vibe ukikosea. Sichekecheke huko. Vitu vizito hivi. Vinahitaji seriousness. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeamua kushirikiana na tunasema mtoko wa Pasaka wa mwaka huu ndio mtoko ambao utavunja rekodi katika taifa letu. Ni mtoko ambao haujawahi kutokea. Haujawahi kutokea. Pendeza, shika kadi yako, njoo tuimbe na Mungu. Sisi tumegawanyika kila sekta ili mradi taifa lipumue, ili mradi taifa licheke, ili mradi wa Tanzania wajipe nafasi ya furaha. Furaha Mungu kamgea maskini na tajiri. Furaha ipo popote pale unapohitaji. Furaha itafutwi, furaha unaiamua wewe kuitafuta. Unapoitaka furaha ipo, muda wote furaha ipo. Huzuni ni wewe ukiamua maisha yako ya huzuni. Lakini furaha ipo siku zote, furaha ipo. Kwa hiyo furaha ya siku ya mtoko wa Pasaka, vitu vifuatavyo vitakavyo kuwepo pale. Mimi naogopa hata kusimulia hapa vitu vitakavyo kuwepo pale. Naogopa. Masebene ya Mungu haijawahi kutokea hiyo.
Kutakuwa kuna vitu ambavyo viko tofauti na mitoko mingine ya Pasaka iliyowahi kutokea siku za nyuma. Lakini vile vile tutaliombea taifa letu, vile vile tutamwombea rais wetu. Lakini kauli mbiu ambayo tutaitamka pale ni kauli mbiu isemayo kwa maombi utashinda. Narudia hapo. Kauli mbiu ambayo tunakwenda nayo, kwa maombi utashinda, kwa maombi tutavuka. Vyote hivyo vinawezekana ndugu zangu, na mengi mno, na najua hamkutegemea, lakini nataka niwaahidi, na nyinyi mliokuwepo mbele yetu mnakaribishwa wote kuanzia saa 7 muwe pale. Na Watanzania wenzangu, wale wenye imani na wasiokuwa na imani, ni muda sasa umefika, maana hatujui saa, muda wala dakika. Ni muda wa kumshukuru Mungu kwa neema zake, afya anayotupatia, riziki anayotupatia. Lazima tuimbe, tumfurahie. Ametuzalisha katika taifa lenye amani, lenye miko, lenye maadili, na ambalo bado tunaendelea kusonga kwa kusaidiana. Leo mimi na furaha sana kusimama mbele yenu kusema kwamba sisi kama taasisi tutashiriki moja kwa moja kualika watu, tutashiriki moja kwa moja kushirikiana na Christina Shusho na timu yake nzima kuhakikisha mtoko wa Pasaka unakuwa zaidi ya mtoko wa Pasaka. Na ukialikwa kwenye ile shughuli, pendeza. Mule ndani kutakuwa kuna malive hatari, yani live concert. Pendeza. Ukialikwa katika ile shughuli, alikika. Na ukialikwa katika ile shughuli, njoo ukiamini kwamba umealikwa. Tumekuja hapa na wenzetu ambao watakuja hapa mbele, tutapiga picha pamoja hapa. Lakini nisingependa kumalizia kabla mwenye mtoko wake na yeye hajasema japo neno. Sisi wengine ni wafungua njia, kule jeshini tunaita viherehere. Unafungua njia, ukiona umepigwa bomu kubwa unaenda kuweza ile vita ile. Sio mchezo. Nimepigwa bomu lakini la kung'ata. Kuna mabomu yale ya kung'ata na bomu lenyewe original. Kuna lile la kung'ata lile wa Korea, wa China, nini ndo wanapiga sana lile. Sasa linakuja bomu lenyewe. Mimi nimeonyesha tu njia na falsafa. Kwa hiyo mwenye mtoko wake wa Pasaka nadhani mnamjua, aje naye hapa apige maneno kidogo. Lakini nataka kuhakikishia sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao tunaungana naye, tunashirikiana naye katika kuhakikisha mtoko wa Pasaka wa mwaka huu kwa maombi tutashinda utakuwa zaidi ya mtoko. Na ukialikwa alikika. Watu ni wengi, na siku hiyo mgeni rasmi wa siku hiyo ni balaa. Ni balaa, haijawahi kutokea hii. Toka nchi imepata uhuru, hii mgeni rasmi anayekuja kesho kutwa haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Lakini kikubwa zaidi ulichonifurahisha Christina, umekusanya na nchi jirani. Kama Rwanda pale, Burundi, sijui nini, Kenya, wapi, wote tunakuja mtoko. Haijawahi kutokea hii. Na kwa mara ya kwanza na mimi ndo nitatoa nyimbo yangu. Na songi moja linaitwa Umenibadilisha. Umenipokea. Na ya mwisho nimetunga inaitwa Ni Wewe wa Kweli. Hiyo songi nikiimba nyonye mtablo. Na sauti hizi ya njaa, ya injili na ya kupokelewa balaa. Lazima uwe na mipango na Mungu, sio na luka tu. Mungu anahitaji mipango, anahitaji Mungu akumbushwe. Kwa hiyo mimi kila nikimkumbusha nipo, namkumbusha Mungu, wewe sasa hivi nipo kwenye injili. Ndio nimefika sasa. Sio umekaa tu mkumbushi Mungu, mimi mtu wa kamera vipi mkumbushe bwana? Kwa hiyo mimi nimemkumbusha Mungu. Nipo kwenye mtoko wa Pasaka. Mungu, naomba unisimamie na hili.
Na majibu ya Mungu, bwana Mungu mtu ajabu. Niko njiani akaniambia na hilo litapita. Mungu ana majibu hapa hapa. Na hilo litapita. Na tuna imani litapita kwa uwezo wa Mungu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na nimkaribishe master, dada yetu, rafiki yetu, shujaa asiyechuja. Bage kuna watu wengine ukimwangalia wasema huyu kweli anaimba injili huyu. Ukimwangalia basi mwenzetu huyu. Lakini Christina bado ngoma ipo. Si mnamuona jamani? Karibu Christina. Shusho umepiga maneno mazito. Na pale tutakuwa na ndugu zetu wale wa Safi nao. Yeah. Safi nao watakuwepo pale kwa ajili ya live na nini. Tumejipanga. Shughuli wanayo. Mimi katika history doctor, mimi napenda sana kusikiliza mahubiri ya Kiislamu. Nataka niliweke ili mlielewe. Mimi mashehe wote rafiki zangu, napenda sana kusikiliza mahubiri ya Kiislamu, lakini nikaja kugundua Waislamu wengi nao wanapenda kusikiliza nyimbo za injili. Yeah. Wana Mungu alivyotubariki. Unaweza kuingia nyimbo za kwenye gari ya Muislamu ambaye ukasikia nyimbo za dini, ukamwambia hii, anakwambia shusho huyo. Siku moja nilikuwa na mheshimiwa mmoja akasema bwana mimi napenda sana nirekodie ile kwenye flash nyimbo za dini. Katiwa mtu swala 5, nikasema nchi hii Mungu kaibariki sana. Kwa sisi umoja wetu kwenye taifa hili, dini ina mahala pake na siasa ina mahala pake. Kwenye dini hakuna siasa. Kwenye dini kuna dini. Tunaliombea taifa letu na maisha yanafanyaje? Yanaenda mbele. Lakini pale ukumbi ule tumemkabidhi Sofia. Ajiita Westwood Event. Tumewakabidhi ule ukumbi. Tunataka ukiwa unaingia mule ndani, yes, kama ndo unaenda peponi. Ndio ushaitwa na Jesus. Mimi nawaambieni haya mambo. Mule ndani ukibahatika kuwa unaingia siku ya mtoko wa Pasaka, ukifika tu pale getini, kama umezoea kuoga makombe, acha. Kuna wengine hapo hawatoki bila kujimwagia, washawasha kidogo, wanajiita dawa ya mvuto. Watu washakaa sana wafanyiwe hata. Kwa hiyo wanajimwagia kweli kweli watu makombe. Na wengine pale wanataka pale, acha. Pale ukifika pale, ukiona unatetemeka, kuna ving'ola utokopeo vikianza kulia ujue tayari umedaswa. Pale ukiwa unaingia pale meli hasa nyie wale ukiwa mnaingia pale, hata nyie wasanii wangu nawaambieni, pale mkiwa mnaingia ni kama unaingia peponi, watu wamejipanga. Naingia pale unapokelewa na maupako na manini na manini. Sasa wewe beba kwenye begi vidude vyako hivyo, utajikuta umedondoka. Mnajijua wenye vidude. Lakini vile vile tumewaomba, na hakutakuwa na wanamuziki wa injili tu peke yake. Kuna kwaya. Kuna kwaya ambazo nazo zitajumuika na sisi. Na kuna wahubiri wetu pendwa. Na kuna wahubiri pendwa. Nikisema wahubiri pendwa mnawajua wa nchi hii. Yaani siku hiyo bwana balaa. Wahubiri pendwa. Kiingia pale unaacha kimkoba chako kama umehifadhi kitu, unapiga maombi kidogo. Umeelewa bwana? Ukipiga maombi kidogo, maisha yanaendelea. Au aidha tutafanya utaratibu na Sofia, mikoba ambayo hatarisho inakaa huko inaombewa. Sio tunajiwana mambo ya riski. Watu hawako vibe. Umeelewa? Kwa hiyo watu kodole macho siku hiyo mkoba huko. Kwa hiyo niwakaribishe Watanzania wenzangu, tuje kwa maombi utashinda. Nimshukuru Mheshimiwa Rais. Niwashukuru wasaidizi, niwashukuru viongozi wa nchi hii wote.
Mwaka jana alitupa heshima kwenye mtoko wa Pasaka. Yeah. Alitupa heshima kubwa sana waziri mkuu wetu Kassim Majaliwa. Kassim alikuwa, ukitaka kujua kwamba hiki kitu sio cha mchezo. Mheshimiwa Kassim alikuwepo pale mpaka ikafika wakati tukamnongoneza, mzee kapumzike. Manake kila nyimbo inayoingia mzee ana dance. Amenibadilisha huyu bwana, mzee kukabadilishwa. Vitu vikawa vinawaje? Kwa hiyo mwaka huu mgeni wa sasa hivi, mgeni wa sasa hivi ni balaa. Waingereza wanaita mgeni wa sasa hivi very important. Atakuwa very important. Na nadhani mnaona nilivyo improve. Nadhani mmeelewa nimeimprove nini. Kwa hiyo niwakaribishe Watanzania wenzangu na wale mtakao alikwa, tuje pamoja, tufurahi pamoja, na hatuna la zaidi. Leo hatujaanza kusema mambo mengi, lakini kuelekea mtoko wa Pasaka tutakuwa tuna matukio mengi. Shushu atakuwa na matukio 2-3. Mmejipanga kwa ajili ya kugusa jamii kidogo, lakini kuelekea mtoko wa Pasaka vile vile tutaendelea kuwajulisha nini kinaendelea, na mtaona huko kwenye mitandao nani na nani ameamua kushiriki nasi. Lakini vile vile tutakuwa tuna kazi sana tumemchagua Lavu yuko hapa. Kuna kazi sana ya kupokea wageni airport. Sema kwa Kiingereza bana. Are you okay? Yes. Utakuwa una kazi sana ya kupokea wageni airport kutoka Kenya, kutoka wapi. Na nimeongea na watu mbalimbali ambao nao wanatamani kuja, tunawaalika. Na mtoko huu wa Pasaka sio wa watu special. Hapana, ni mtoko wa Watanzania wote, na tumeongea pale hadi pale nje pale nje kutakuwa kuna viti, kutakuwa kuna screen kubwa zinazoonyesha ndani kukijaa, wa nje kuna sehemu huduma inapatikana. Ndani pakijaa, huduma nje inapatikana, screen kubwa. Hii maana yake Mungu ametubariki sana. Na siku hiyo tunaweza tusirudi majumbani. Baada siku hiyo tunaweza tukapaa na Bwana, tukawaachia maisha yetu, tukawaachia tukapaa na Bwana. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tuko pamoja, karibuni waini mapema, tusherekee pamoja siku ya Pasaka. Asanteni.